Many marriages ndoa nyingi have broke apart zimevunjika because of the powers kwa of sababu ya nguvu za giza. Many people Watu wengi are backsliding wanarudi nyuma because of the powers of kwa sababu ya darkness. nguvu za giza. Many people Watu wengi are failing wanashindwa because of the powers of kwa sababu ya darkness. nguvu za giza. And some have died. Na wengine They were wamekufa, not supposed to die. hawakupaswa They kufa, died untimely death wamekufa kabla ya due to wakati the lack of kwa power. sababu ya ukosefu wa nguvu. I wish you understand. The faith that we have in Christ Imani tulionayo ndani ya is not Kristo of empty words. sio maneno matupu, Is of power. ni ya nguvu. The Bible says Biblia inasema the kingdom of God ufalme wa is Mungu not in words si but katika in the maneno, demonstration of lakini katika power, udhihirisho wa nguvu, so that your faith will not be in the words of men, ili imani yenu in the isiwe wisdom of men, hekima ya in wanadamu, the philosophy of people, katika but filosofia ya in the watu, power of lakini God. katika nguvu za The Mungu. day you put your faith in the words of people, Siku utakapoweka imani yako kwenye maneno ya you'll watu, be overpowered by the devil, utashindwa na adui, because he knows the words of people will not set you free, anajua maneno ya watu hata kuweka huru, will not help you to overcome the powers of God. It hayatakusaidia takes the kushinda power of nguvu God. za giza. Many accidents are happening, Ajali nyingi zinatokea, and the reason behind na sababu nyuma yake is the power of ni darkness. nguvu ya giza. I'm telling you. Nakwambia Many people are dead watu before their wengi time, wanakufa kabla ya and wakati, the reason behind sababu nyuma is the yake power ni of nguvu darkness. za giza. Things are failing in life. Vitu vinatokea The kwenye reason maisha behind kwa sababu gani? is the powers of darkness. Nguvu za giza. Now how do you challenge them? Unaishindaje This nguvu is za the giza? battle of power by power. Hii ni vita You ya nguvu na must have nguvu. the power of God. Lazima una nguvu ya Mungu. God is not ignorant. Mungu si mjinga. God knows that we Mungu anajua cannot kabisa live in this world hatuwezi kuishi kwenye dunia hii without his power. bila nguvu yake. You must have the power of God. Lazima uwe na nguvu ya Mungu. I remember one day I was in Mbeya. I was traveling from Mbeya to Dodoma. Nakumbuka siku moja nilikuwa nasafiri kutoka Mbeya kwenda Dodoma. I get the bus in the morning. Nikakata tiketi asubuhi. And I remember few hours, like 3 or 2 hours. Nakumbuka kama masaa mawili hivi matatu. Then I slept on the car. I was in the bus. Nikalala kwenye gari. And suddenly I saw a vision. Ghafla nikaona maono. That's a woman, an old woman. Mwanamke mzee. An old woman. Bibi kizee, a grand one. Bibi kizee. An old woman. Bibi kizee stood from one of the seat there in front of me. Amesimama kwenye siti mbele yangu. I seated on the back seat. Nilikaa siti ya nyuma. So now I saw an old woman. Nikaona bibi kizee. She went straight to the driver. Ameenda moja kwa moja kwa dereva. When I saw her, nilipomwona I knew that she's a witch. Nilijua ni mchawi. So I called her. Nikamuita. I told her, "Where are you going?" Nikamwambia unaenda wapi? She laughed. Akacheka. And looked at me. Akaniangalia. And she told me. Akaniambia, "I'm going to throw this bus there." Ninaenda kutupa ili basi pale on the cliff. Kwenye kilima. She said, "I'm going to throw this bus there and all of you are going to die." Naenda kutupa ili basi pale kwenye kilima na wote naenda kufa. I shouted, I say, "In the name of Jesus." Nikapiga kelele zangu kwa jina la Yesu. Now that one is not in dream. Hiyo sio kwenye ndoto. Everyone was shocked in the bus. Kila mtu akashtuka kwenye basi. I said, "In the name of Jesus." Kwa mamlaka jina la Yesu. I rebuke you. Nakukemea. So they were looking at me. Walikuwa wananiangalia. What's happening? Nini kinatokea? You know what's happening? At that time when I said that, muda ule niliposema, it was close, we were about to have an accident. Yani ilikuwa karibu tupate ajali. And the driver couldn't know what's happened. Na dereva hakujua nini kimetokea. Very close. It was like at that time, single minute. Yani kama dakika chache. And I said, "In the name of Jesus." Nikasema kwa mamlaka jina la Yesu. If that's not the power of God, kama sio nguvu ya Mungu, wouldn't be the power of God. Kama isingekuwa nguvu ya Mungu, now we'll be speaking of an accident tungekuwa tunazungumzia lives of people, iliyochukua maisha ya watu. Things here in this life, watu vitu kwenye hii dunia, they takes power. Vinahitaji nguvu. Inahitaji nguvu. I wish the gospel that we are preaching, injili tunayohubiri, it's impossible to preach it without power. Haiwezekani kuhubiri pasipo nguvu. It is impossible. Haiwezekani kuhubiri to preach this gospel, hii injili, without power. Bila nguvu. There must be the power of God. Lazima nguvu ya Mungu iwepo. I said something earlier. Nilisema kitu mapema. You know, this is in the physical world. Kwenye ulimwengu wa mwili. Scientifically they can prove to us that there are forces in the world. Kisayansi wanaweza kututhibitishia kuna kani, nguvu. For example, they will tell you there's gravitational force. Wanakuambia kuna kani ya uvutani. The gravitational force, kani ya mvutano. This is what it causes when you throw things like a stone like this. Ndicho inachosababisha ukitupa kitu kama jiwe hivi. If you throw it up, ukilirusha juu, it will fall down. Linaanguka chini. Because of the force of gravity. Kwa sababu ya kani ya mvutano. You can't see with your eyes physically.
Hiyo nguvu huwezi kuiona kwa macho ya damu na The nyama. only thing you can see is what is happening. Kitu pekee unaona ni kinachotokea. You only see what is happening. Unaona tu kinachotokea. But there is the force. Lakini kuna nguvu. As we are walking around, going to our work, our offices, tunapotembea, tunaenda makazini, kwenye biashara, shuleni, popote tunapoenda, you see everything is good, clear. Unaona kila kitu tu kiko kawaida. Unachoona ni vumbi. The only thing you see is dust. Unaona vumbi tu. But there is something happening in the spirit. Lakini kwenye ulimwengu wa roho kuna kitu kinatokea. There is something happening in the spirit. Kuna vitu vinaendelea kwenye ulimwengu wa roho. You can't see. Wewe huwezi kuona. But there is something is happening. Lakini kuna vitu vinaendelea. In the spirit. Even when I'm standing. Hata ninaposimama hapa. I know. Najua. I can feel what is happening behind me. Najua kinachotokea nyuma yangu. On my left, on my right. Mkono wangu wa kulia, wa kushoto. Hallelujah. I know. Najua. It's very simple to know. Ni rahisi kujua. Because when I sense any force that is working against the power of God inside me. Nikisikia nguvu yote inayopingana na nguvu ya Mungu ndani yangu. That's how I know that there is power. Ndivyo ninavyojua kuna nguvu. Is working against. Inafanya kazi kinyume. To you everything is okay. Kwako kila kitu kiko kawaida. But not like that. Lakini haiko hivyo. There are things are happening in the spirit. Kuna vitu vinaendelea kwenye ulimwengu wa roho. You may think they are just normal. Unaweza ukafikiri ni kawaida. But they are not normal. Lakini sio kawaida. Because of that, na kwa sababu hiyo, the Lord God Bwana Mungu has given us power. Ametupa nguvu. This power hii nguvu is working inside of us. Inafanya kazi ndani yetu. Every child of God. Kila mtoto wa Mungu. Yes, you can't be like a pastor. You can't be praying all of the day. Huwezi kuwa unaomba kila siku mchana kutwa. But you're supposed to pray. Lakini unapaswa kuomba. You can't fast many days like him. Huwezi kufunga siku nyingi kama yeye. You're supposed to fast. Lakini unapaswa kufunga. Maybe you will not have to take many days and times to read and study. Pengine utachukua siku nyingi kusoma na kusoma. Lakini lazima usome. The only thing you have to know, kitu pekee unapaswa kujua, there is no excuse on having power. There is no excuse on having power. Hakuna kisingizio cha kutokuwa na nguvu. You must carry the power of God. Lazima ubebe nguvu ya Mungu. And all believers have power. Na kila muamini ana nguvu. But the way we need to know how we cultivate and ignite that power. Lazima tujue namna tunaweza kuichochea hiyo nguvu. To allow that power to manifest outside. Kuiruhusu hiyo nguvu idhihirike kwa nje. One of the things that allow the power to work inside. Moja ya vitu vinafanya nguvu itende kazi. Prayer. When we pray, tunapoomba, the power is working inside of us. Nguvu inatenda kazi ndani yetu. We allow it to work even outside. Tunairuhusu ifanye kazi hata nje. The power of God. Nguvu ya Mungu. That power is able to heal the sick. Hiyo nguvu inaponya wagonjwa. To raise the dead. Inafufua wafu. To cast out devils. Inatoa pepo. Hallelujah.